alipikwa siku ya leo. Karibu pastor. Tuombe. Mungu wetu rafiki unaishi juu mbinguni, tunashukuru kwa sababu katikati ya jamii ya watu ambao umewakusudia kubarikiwa na kufanya kazi yako hapa duniani kwa mafanikio ni sisi pia. Na ndio maana leo umeruhusu ATAPE ikalete wazo jingine kwa ajili ya kuifanya kazi yako vizuri. Bariki watumishi wako wanaendelea kipata Daktari Masanja aliyefanya sehemu yake. Bariki na sisi pia tupokea kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana pastor. Ni mkaribishe sasa Dr. Otieno. Pastor okay, ni Pastor Ndekeja. Basi Dr. na mchungaji Ndekeja karibu. Yeye anakuja kwa kipindi cha ATAPE na ujasiriamali. Baada ya kuzalisha tunapaswa kutumia kwa kazi. Asante mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninafahamu muda umeenda na kila mtu yuko chonjo maana anajua anakotoka. Na ninayo timu kutoka University of Arusha. Labda msimame ndugu zangu, marafiki zangu na wenzangu. Tuwapungie mkono. Hii timu choir staff ina jina lake. Bwana pale kwa bariki sana. Nipende kumshukuru Mungu kwa kuwa katika mkutano huu ambao nilipata mwaliko kuja kutoa mchango namna gani ATAPE iweze kumtumikia Mungu hasa katika maeneo ya Injili. Nipende kushukuru sana kwa wasilisho la Dr. Masanja. Jina lake anaitwa Ndalahwa. Ninafurahi, nilikuwa nakusikia tu. Huko ng'ambo toka Baraton ukaenda nchi za nje, unaporudi tunapokunywa baraka hizi jina la Bwana litukuzwe sana. Ni Dr. Masanja wa pili huyu. Baba yake ni Dr. Masanja kama mnamfahamu. Mwalimu wangu wa darasa, amezaa tena naye daktari. Mungu akubariki sana. Nashukuru kuwepo pamoja na mchungaji Ntabindi, mkuu wetu wa wakili wa Union. Mungu akubariki sana. Mungu akutunze kwa kazi njema unayotufanya kutukusanya watumishi wa Mungu. Na pia Dr. Otieno, naona wananongoneza, asante kwa kukutana nawe mchungaji wangu. Na mchungaji wetu wa mtaa Pastor Mtwewele na president wa ATAPE mzee nani huyu? Mzee kiongozi wetu mpya. Nani? Anaitwa nani ndugu zangu? Huyu ni mzee Godluck Ekwabi. Usimame upunge. Wengine hawakufahamu. Tuseme amina jamani. Muda wetu unatosha kwangu niliopewa. Unatosha kwa sababu ya kile ambacho nimeona niweze kushare nani. Kama wenzangu waliosema tangu asubuhi na hata saa hii, tunaenda na kitu kimoja, kuhimiza kwamba ATAPE yani chama cha wajasiriamali na wataaluma mbalimbali kifanye nini. Chama cha siku nyingi na kinafanya kazi kubwa hapa Tanzania. Nimekuwa Uganda muda mrefu, miaka 7-8. Nilikuwa nasikia kishindo cha ATAPE hapa Tanzania. Mahubiri makubwa yaliyokuwa yanafanyika tulikuwa tunashiriki, na ninapokuwa nimerudi nyumbani nabarikiwa kwa pamoja na timu ya watu wa Mungu. Mimi naomba nisimame kama mchungaji. Chukua Biblia. Chukua Biblia tujifunze kwa muda mfupi. Kumbukumbu mbele za Mungu. Kumbukumbu mbele za nani? Nilikuwa nasoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, mwenyewe nikapata shida sana. Nilipojifanyia tathmini mimi mwenyewe ya kwamba maisha yangu alionipa Bwana, wakili wa wakati ambao nimepewa na Bwana, uliopewa na Bwana tangu siku ile ulipozaliwa, umeenda na unaenda na unaenda, utaacha kumbukumbu gani mbele za Bwana?
Kuna watu wengi tulioko hapa tuko katika laini mbalimbali za maisha, lakini chorus ya mambo yote ni hitimisho la maisha. Watu wanasema mchezo asubuhi, finali ni nini? Jioni. Utaacha kumbukumbu gani wewe mwanaatape, wewe msomi, wewe mfanyabiashara, wewe kiongozi, wewe mtu mkubwa? Katika kitabu cha Matendo sura ya 10 nilijifunza kitu kimoja kikubwa sana cha mtu aliyeacha alama na kumbukumbu mbele za Mungu. Palikuwa na mtu Kaisaria. Palikuwa na nani jamani? Palikuwa na nani? Na mtu. Palikuwa na mtu Arusha. Palikuwa na mtu Tanzania. Palikuwa na mtu University of Arusha. Palikuwa na mtu Afrika. Palikuwa na mtu duniani. Alizaliwa, akatembea miaka 1 mpaka 24 ya utoto, kusoma na kufundishwa na kuelekezwa na kuandaliwa kupita malezi ya wazazi na jamii pamoja na mashule, na kwenda mpaka shahada ya kwanza, akaongeza ya pili, ya tatu, akaingia katikati miaka ya utumishi, miaka 25, 30 mpaka miaka 60, anagongewa kengele ya pumziko, anapewa barua. Wanaleta fuso, anapelekwa kwao. Ana staff maana yake. Na hata kama ulikuwa si wa barua ya kuajiriwa, ulikuwa unafanya shughuli zako za maisha, kilimo, biashara, ufundi, ufugaji, machimbo na vitu vingine, kustaafu ni kwa lazima. Utastaafu tu hata kama ulikuwa mziba pancha. Utastaafu tu hata ulikuwa mziba sufuria. Hata kama ulikuwa unakusanya makopo na chupa za plastic, una soko la recycling, utastaafu. Maana kuinama utaweza. Kwa hiyo maisha yetu hapa duniani, unaposikia neno linasema palikuwa na mtu Kaisaria, jiite we mwenyewe palikuwa na mtu. Umeacha alama gani? Unatengeneza alama gani? Hata pale ofisini mwako, hata katika kampuni lile, hata katika shughuli zako, unaacha nini kitasemwa hata kwenye risala na taarifa ya marehemu? Ingawa upendi kuambiwa hilo. Watasoma nini? Nimewahi kuhudhuria misiba mingi na ninaona kozi nakaa kuandika historia ya nani, wanakosa waandike nini, maana hakuacha nini. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa cha Kitaria. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia, Kornelio, Kornelio. Akamwambia, akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Seme amina. Seme amina. Sasa basi, peleka watu kwenda Yafa, ukamwite mtu mmoja Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupasaye kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake maaskari nyumbani, na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kueleza mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Palikuwa na mtu wapi huko jamani? Kaisaria. Habari ya huyu mtu imenigusa sana. Huyu ni mwanaatape wa namna yake. Haleluya Bwana. Huyu ni mwanaatape ambaye aliacha alama. Wanaatape wenzangu, tutaacha alama gani? Tulikuwa kule Mbeya, tumekuwa na mikutano mingi, tunafanyia hotuba nyingi na semina nyingi, na tunapata fursa nyingi. Utaacha alama gani katika maisha yako?
na hata si kwamba unatoka duniani, unafanya nini katika maisha yako. Naomba nitumie muda huu mfupi kumsema Kornelio mwana Atape. Kornelio alikuwa ni Mrumi, askari wa Kirumi, mwanajeshi au ni nini, lakini alikuwa askari wa Kirumi. Alikuwa ni askari wa super power nation ya kipindi kile. Leo ni Marekani. Trump akikohoa kila mtu anahangaika. Si ni kweli? Sasa fikiria uko katika jeshi la Trump la juu, na anaitwa, alikuwa centurion, alikuwa ni kamanda wa kikosi maalum cha watu 100 kilichofunzwa vizuri kwa ajili ya security, protection na usalama mzito wa nchi. Kornelio huyu hakuwa Myahudi, alikuwa mataifa. Huyu mtu anaonekana alikuwa ni mtu msomi wa kipindi kile sana, na tena huyu mtu alikuwa na mali. Huenda ni hizi seminar Dr. Masanja ametuambia anafanya kazi, lakini mali inatengenezwa. Kornelio alikuwa very influential, affluent and influential, a professional person. Na bahati njema alizaliwa katika noble families, familia heshimika. Kornelio, kijana huyu wa Kirumi, mwanamume huyu wa Kirumi, hakuwa Myahudi, lakini alizipata habari za Injili kwa mbali, kwamba kuna Yesu Kristo Mnazareti aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi. Akahubiri ndani ya miaka 3, ameeneza Injili, ameponya watu, amefufua wafu, ameponya wagonjwa, ametoa pepo, ameendesha mikutano, very influential. Anatembea juu ya maji bila mtumbwi, na tena anaitisha mkutano wa watu 5,000, 4,000 walioshikwa njaa na wamechoka. Akawapa chakula kwa mikate 5 na misamaki 2, wakala wakabakiza kwenye store. Akasema huyo mtu namtaka. Na kwa nyongeza akasikia kwamba walipokwenda maaskari waliotumwa na TRA kumuuliza Yesu kama analipa kodi, akamwita Petro akamwambia, nenda saa ya 6 uende kule ukavue samaki mchana. Akatupa ndoana, akapata samaki moja njusi mkubwa sato sijui, akafungua ndani ya mdomo wake, ATM ikatoa hela, akalipa keshi kodi ya nchi. Huyu Kornelio akasema, I need that man. Akasikia kwamba huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu alitenda miujiza mingi, alikuwa na uwezo wa kukutazama, anajua unachofikiri, na aliwapenda hata wenye dhambi, wachafu, waliokataliwa, walioitwa fataki kama Zakayo na Mary Magdalena. Aliwapenda wote, na ya kwamba hata walipotaka kumtupa katika mlima wa Nazareti, wanampeleka hanga katika ukingo wa mlima wa mtupe bondeni, akageuka nyuma, akatembea kama bausa, wakaachia njia. Kasema huyo namtaka. Kwamba alikuta msiba alioagizwa kwa ugonjwa wa ndugu yake, rafiki yake Lazaro, akachelewa siku 4 kwa geresha tu ya kwamba walio wachoke nitafanya mapya. Na alipokuta msiba mzito, Wayahudi wanalia, wamemaliza muda mrefu, wamechoka, na sasa wanaosha masufuria matanga yaishe, akaingia Yesu na kikosi chake, wakaanza kulaumiana, huyu aliyejifanya nampenda mbona amepotezea. Unaweza ukao umepata shida na Yesu unaona kana kwamba hakujali, anakujali sana. Anakujali sana. Ukiona biashara yako inadondoka, ujue Yesu anakujali tu. Umefukuzwa kazi, umepunguzwa, umehamishwa kwenye remote area, hata simu mpaka upande kwenye mti au kichuguu, usidhani kwamba amekutupa. Nakwambia hivi, hata kama mambo yamekwama, ujue Yesu atakufufua. Mwana Atape alipofika pale wakamwambia ungekuja kipindi kile, lakini Yesu anakazana, naomba mnionyeshe mmemweka wapi. Wakamonyesha lile kaburi, akaita Lazaro, fanya nini? Njoo huku. Akamfufua, fungua sanda, akaoshwa, akafanyaje, akala. Huyu ni Kornelio, alisikia habari za Yesu Kristo aliyehubiriwa katika nchi ya Wayahudi
kule Galilaya, akazipata habari kupitia kwa wafanyabiashara waliopita katika nchi ya Rumi na watu wengine waliohamia huko. Akasema hii ndio dini inalipa. Hajamuona Yesu, hajaona mitume, hajaona kwaya nzito kama buruka, hajakutana na wasomi, hajakutana na wachungaji. Akaamua kuwa Mkristo silently, kimya akawa Mkristo seriously. Wakati mwingine wanaatape, ndugu zangu wa Kristo wa Adventista, tumezaliwa humu, tu washiriki humu, lakini inaonekana kama vile hatuko serious. Kuna watu ndani ya makanisa mengine na katika sehemu ambazo huzijui na hata katika nchi za Uarabuni wanamtafuta Mungu kwa makini zaidi. Cha kwanza, katika nyumba zake alitenga chumba maalum cha maombi. Ukisoma katika kitabu cha Acts of the Apostles, Mama White ameandika habari zake katika kurasa 132 mpaka 134-35. Anamwelezea Kornelio alikuwa ni mcha Mungu, mtu mwaminifu sana. Hakuvaa magwanda yake aende kwenye baraki, aende kwenye kikosi kule kambi ya jeshi, akaingia kazini, hajapiga magoti kumkabidhi Mungu kazi. Ni wangapi tunachomoka kwenda kazini unasema Mungu kama ilivyoandikwa kwa pale kwa ukuta? Hatuna maombi, hatuna muda wa ibada. Hata nikiliona kanisa la Buruka na hata ya mkoa mzima iliyonisumbua moyoni kwamba hao viongozi wananiita nikasema na wanaatape wa mkoa mzima wamekusanyika Buruka, kanisa mama la Tanzania kanda ya kaskazini, na hesabu hata sasa hivi wameenda wapi? Hebu nyosheni mikono. Wanaatape afadhali hapa kitita kidogo kama mvua ya mashariki, lakini hivyo viti wameenda wapi? Wenda wengine wameenda kwenye biashara na vikao kadhaa. Lakini huyu Kornelio aliyekuwa mataifa alichukua dini seriously, akawa na chumba cha maombi sana. Asubuhi maombi, mchana maombi, na saa 9 anahakikisha amefunga ofisi, ameacha appointment, anarudi kuomba Mungu. Mpagani aliyeongoka silently. Unajua Yesu, mimi na wewe tusipofanya kazi na hata tukajaza kanisa na kuitwa na heshima zote, ana watu wanaume na nani. Na mkumbuka mwanamke mmoja alikuwa nesi kanda ya ziwa, dada tu nesi wa Somanda, daktari, anatoa mshahara wake na kuendesha effort kubwa kabisa. Nikakuta ameleta kuni tera nyingi, amenuna michele na maharage, ameweka na wapishi, anahakikisha kwamba effort inalishwa wiki 3. Nikamuuliza mchungaji, anasema aliniambia atazungumza na Yesu wake. Na mimi kumkataza nikashindwa, kapeleka kwenye baraza wakakataa, akalia machozi. Dada tu mdogo nesi. Sio kwamba nesi hawana nguvu, lakini si unajua mshahara wao. Alilisha wiki ngapi? Kornelio alikuwa ni mtu serious. Mama hata anasema ya kwamba alifanya kazi yake kwa uaminifu na akajulikana kwa Wayahudi wote na wa mataifa. Kitu kingine ambacho alipendwa na watu, alikuwa mkarimu sana. Alikuwa anakula na watu, alikuwa anatoa misaada, anasupport. Si watu wa kabila lake tu, hata jamii sio ya kwake alisupport. Anaambiwa na malaika, sala zako na sadaka zako na huduma zako zimeandikwa wapi? Zimeandikwa mbinguni. Anasema kamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu ya na kuwa ukumbusho mbele za nani? Jamani, simuongee. Ukumbusho mbele za nani? Mbele za Mungu. Na sasa tuma mtu akamuita Simoni. Mimi nikasema kwa nini malaika hakumalizana na Kornelio mpaka atume mtu na anajua analopaswa kulifanya? Namba 2 ya maendeleo yake ya maisha na kiroho. Kazi ya Mungu anatupa heshima kutushirikisha, si kwamba hawezi. Anamshirikisha huyu Simoni aje amwambie ampasee kutenda. Malaika angesema wewe jina lako liko katika kitabu cha uzima, ulichobatizwa ni kubatizwa, twende nikakubatize, anapaa kwenda juu. Lakini kwa heshima akatumwa Petro kumleta amfanyie
orientation kidogo ya Ukristo. Naye huyo Petro aliye na chuki na ubaguzi wa kidini, hawapendi hawa watu, alipokuwa ana shida, amechoka, akalala, hao maaskari wawili na yule mtu aliyetumwa kumpatia habari akaota ndoto, anashikwa njaa, akaletewa turubai tent limejaa zoo, wanyama wa kila namna, tena sio wasafi, na nguruwe akiongoza chinja ule mzee wa meza. Petro akasema, haya majitu sinayo mimi, silagi hayo. Likaletwa mara ya pili, linatangatanga, nasema sitaki. Likaletwa mara ya tatu, nawaambia hivi, sijara nyamafu wala haya manajisi tangu uzaliwa. Mimi ni Mwisraeli, mimi ni Myahudi. Okay. Sauti kasema, kilichotakaswa na Mungu sikite nini? Mungu alikuwa anamwambia ile mentality na mind ya huyu Petro ya usabato bandia uliofweri, wa kuona watu wa madhehebu mengine, Waislamu, wa Katoliki, wa Pentekosti, wa Anglikana, na kuwaona watu wa dini zingine, na kuwaona wale wote ambao hawaji kanisani, wengine wana harufu mbaya, hata ni wanted, usalama wa taifa na watafuta, wanatupa raini kila siku. Lakini huyu mtu jamaa, tuko pamoja, ndio anaambiwa utashughulika naye. Hata asingeenda. Ukisoma vizuri, muda wangu ni mfupi, nataka Dr. Otieno aje atuambie polish ya ATAPE iko hapa kwa ajili ya nini. Anakuambia kwamba huyu mtu akakataa kwenda, ndipo akaambiwa kilichotakaswa na Mungu msalabani usikite nini. Akachukua mashahidi, ukisoma akachukua Wayahudi wenzake, ili akionekana kwa wa mataifa, hata akishtakiwa Yerusalemu na Sanhedrin, waweze kumsaidia kujitetea kwamba alieletewa ndoto. Najua tunavyokuhangaika mzee. Ile swali hilo ulizwa kule, naweza nikatembelea Roman Catholic au Waislamu, naweza nikawasaidia kwenye futuru yao Waislamu, nikafuturu nao. Sasa najinajisi usabato wangu Yesu anasema kilichotakaswa na Kristo msalabani usikite nini. Unao ofisini, changamana. Biashara, changamana. Nyumbani, changamana. Majirani, changamana. Ndipo Petro alipofika pale, akawakuta watu wengi, maaskari wengi, matajiri wengi, wasomi wengi, na ya kwamba akakaa pamoja nao. Soma pamoja nami mambo ya Kornelio. Moja ni sadaka, pili ni sala, tatu ni injili. Haleluya. Fungu la 24 anasema hivi. Fungu la 23, akawakaribisha wageni wake walipofika akina Petro. Hata siku ya pili Petro akaondoka, akatoka pamoja nao, na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa wakafuatana naye. Wanamfuata kufanya nini? Hawa wanaokaa Yafa, Wayahudi wenzake, ni kampuni ya kujitetea, akilaumiwa ameenda msikitini. Si ndio manake? Tuna shida ndugu zangu. Tunawaona wenzetu kana kwamba hawafai, lakini wanachukua wanafanya sala 5 kwa siku. Sio kama mnanipata. Ni nani anayefunga mwezi mzima hali asubuhi saa 11 mwisho mpaka saa 11, saa 2, saa 1 jioni, hali hanywi hata maji, isipokuwa mgonjwa na mwenye kisukari apate kidogo glucose na mjamzito. Lakini bado tunaona kana kwamba ni nini? Ni najisi. Halafu tunageuza kibaya, nasema mnyama. Tuna shida. Anachukua ushahidi wa watu, anasema siku ya pili yake wakaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangoja, hali amewakusanya jamaa zake na rafiki zake wengi. Sema amina. Huyu alikuwa mwinjilisti. Kama mwana ATAPE, sio chachu na sio chumvi, haupeleki neno la Mungu, hauchangamani. Wewe na mimi tumededi. Tuna jina la kuwa hai, lakini tumefanyaje? Nashukuru Mungu, mwaka 2025 ni mwaka wa kazi, kila mshiriki kuwajibika kuleta roho kwa nani? Kwa Yesu. Huyu ana mambo mangapi? Weka vidore. Mambo mangapi?
La kwanza, ana sala nyingi. He was a prayer warrior. This man was serious in prayer sessions. He could come with his prayer journal. Daftari lake la maombi na muona anatandaza mbele za Mungu, analilia shida zake, analilia shida za familia, analilia shida za kazi, analilia shida na ukoo wa ndugu zake, anamwaga machozi akimwomba Yesu ambaye hajamuona. Lakini cha pili, katika mapato yake alitoa sadaka. Kama ni zaka, kama ni sadaka, kama ni zaka ya pili, wewe utajua mwenyewe. Ni namna gani reja kanisa, jicho la kanisa ambalo lina wafanyakazi wengi, na pasa Mtowele anapocheki matoleo ya mwezi hazifiki hata mapato ya mama ntilie. Lakini kanisa limejaa watu wa heshima na nyumba zao za fahari. Unaacha viatu nje, unaingia kwa kuhangaika, ukikaa kwenye sofa linakunesa mpaka unashikilia mkono tutazama. Gari yake ni ya remote, kila kitu ni remote. Ingia kitanda chake, anajitupa, inashuka neti yenyewe. Nenda kwenye bafu lake, anajimwaga kwenye bwawa la maji ya moto size anayobonyeza. Na ana pesa na ana jina. Hajafika msibani hawajazika, hajasimama kwenye harusi hawajafungishwa, kwenye masend off na kila kitu ni namba moja. Mtu maarufu na mwenye jina lilotukuka, lakini katika kazi ya Mungu yuko nyuma kabisa. Cornelio alifanya kazi, ndugu zangu. Napenda niwape challenge watu wa Atape katika mkoa wa Arusha. Sasa kanisa lina uinjilisti katika miji mikubwa, tuseme amina. Mtakuwa wapi? Maana jiji la Arusha linawangoja. Babati inawangoja, na sehemu zote inawangoja. Miji mikubwa inahitaji injili kabla mlango haujafungwa wa kuhubiri kwa uhuru. Bado tuna njia mitandao. Wanaatape tungetumia simu zetu kurusha masomo. Bado kuna social media, YouTube, Facebook, internet na kila kitu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Usione kwamba ni mbaya, ni kazi ya Mungu. Yesu alianzisha injili kwa mitandao mapema kuliko leo. Si alikwenda mtu mmoja, mtumishi wa serikali, ana mtoto wake mgonjwa, unakumbuka? Akaenda akamwambia, Bwana, mtumishi wangu ni mgonjwa sana, twende ukamponye. Safari ilikuwa ni ndefu, maana yamekuja na farasi. Wakafika Irini. Yesu akamwambia, hivi msipoona ishara hamtaamini. Nikitenda kitendo hapa cha kimtandao utaamini? Yule mtu akatekewa, maana hajui itatendekaje. Akamwambia, nenda utakuta mwanao yuko nini? Yuko hai. Alipokuwa na hangaika, haelewi maelezo, wakaingia watu kutoka nyumbani. Amwambia, sikiliza, twende. Kijana ni mzima. Akaenda nao mpaka nyumbani yule mzee. Akauliza familia yote nzima, nilimwacha mahututi yuko ICU, anapumulia oksijeni, amepona saa ngapi? Anasema saa 7 kamili. Ile saa 7 aliyotamka Yesu kwa mtandao, uponyaji ukafika, mtu akapona. Haleluya Bwana. Unacheza na Yesu. Unaposema ATM ni ya sasa, ni ya zamani tu kwenye domo la samaki. Yesu akamponya mtu kama. Kwa hiyo unaweza kupeleka injili kwa mtandao, injili kamfikia. Unaweza kupeleka nyimbo, kupeleka mahubiri, kupeleka masomo, kupeleka vitu. Huyu Cornelio alifanya kazi ya injili. Akaanza na marafiki zake, na maaskari zake, na mabosi wake, watu waliomzunguka, wakakutwa wengi, ukumbi haukaliki, wengi. Petro alipofika na unafiki wake akaanza kujieleza kwanza. Niliambiwa nisije. Sasa kama uliambiwa usije, umeletwa nini? Toka sasa. Lakini Roho akanikataza. Kaniambia kwamba nije. Usoma, tukienda tumalizie hivi fungu lile la 47 mpaka 48. Cornelio alikuwa amefanya jambo kubwa sana. Maana anasema kwamba Petro alipokuwa akisema maneno ya hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale wasiotahiriwa walioamini wakashangaa. Semeni amina.
watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu wa mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana aliwasikia wakisema kwa lugha na kuadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kukataza maji hao wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wakabatizwa kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha, akawapatia mafundisho ya msingi. Amen. Huyu alikumbukwa mbele za Mungu, mambo yake akakumbukwa kwa mambo mangapi? Moja, sala nyingi; pili, sadaka zake; tatu, kazi ya injili kwa watu. Ninachokifahamu ni kwamba katika jiji la Arusha, kupitia katika kanisa la Buruka, baraza lilikaa, tulikuja hapa na mlituita chuo kikuu cha Arusha, University of Arusha, tufanye ubia wa Kikristo. Haleluya. Na tukazungumza, yameiva, chuo kikuu kiko tayari, pamoja na Buruka SDA iko tayari, wamekaa baraza na halmashauri, wanaagiza Dr. Ntabindi, usikie kiongozi, peleka habari njema ya kwamba kanisa la Buruka kati ya makanisa ya mjini limeamua kuingia kufanya uinjilisti wa kisasa wa namna ya pekee kwa watu wa juu kabisa, na wako serious. Hawa wazee na baraza lao na wanawake wale wako very serious. Nami nikasema pamoja na wenzangu wataalamu wa injili kule chuo kikuu tutawapa support sana. Sasa nipende kumalizia kusema hivi, Mheshimiwa President wa ATAPE wa mkoa mzima wa Arusha na wilaya zake, tarafa na kata zake, mpendwa Mheshimiwa Ekwabe, sikia hayo maneno. Watu wako watakuwa wapi? Watu wako watakuwa wapi? Kwa sababu Dr. Masanja haya aliyosema ndizo mvua zitakazomwagika katika maukumbi mazito ya mnaita nini? IC? Ni wapi hapo? Hapo inapofanyika mikutano ya kimataifa na kumbi zingine, hapo ndipo wasomi wazito, mainjinia, maprofesa, wana sheria na wanawake wazito warukao kwenda Dubai, anaruka anarudi anaenda South Africa, walio na pesa, walio na mamlaka, wanaokula karibu na mama watakuwa hapo. Na tuko serious kabisa, na tunaomba. Na kanisa la Buruka likaniambia, Pastor Ndekeja, tanua mtandao, maana tumeanza timu yetu kama baruni, lakini tatanuka kadi ya kupulizwa. Je, mtatuunga mkono? Mtatuunga mkono? Maana Dr. Masanja anaongea hapa, naona wengine kama vile anacheza hapo, ndipo ataongea na watu ambao hawajaisikia injili in the context biblical perspectives. Maana amesema uchumi wa kina sana tena wa thamani ambao wakisemwa kwa hao watu wanatega masikio. Ndipo anatokea Dr. Otieno anafagilia kwa gospel fupi tu, wanaruka na ndege, tutaonana weekend. Kuja daktari na timu yake, chumba hiki unamuona na kushauriwa. Na hao wakubwa wana migogoro ya ndoa, mnajua hawakai nyumbani, wameegesha, wanasaidiwa. Na hivi wanapigana, wanavurugu. Kuna matatizo ya fedha, kuna matatizo ya mahusiano. Wataalamu wa saikolojia na wachungaji wabobezi wataongea hapo, watasema mambo kuzipanga familia zao. Na ya kwamba tutazungumza masuala ya international laws and security, tutazungumza masuala ya malezi ya watoto. Maana watoto waliofanikiwa, waliosoma, watu maarufu na wenye mali na matajiri wanapoteza watoto wao, maana hawana muda na familia. Tutawapatia mataalamu hao, mtaalamu wa mambo ya malezi, wanaojua akili ya Gen Z, namna ya kuwasaidia watoto wao. Tutakuwa na mikutano ya watoto wao, watoto peke yao, mabinti na vijana. Tutakuwa na katika chumba fulani, tutakuwa na wanawake, magari yamepaki na polisi anapita kwa security. Sisi tumo humo ndani. Na kije nakuja bite, tunachemsha kidogo, tunaondoka. Chicken and chips na mayai tunapata, tunaondoka. Napofika mwezi wa 6 kitaeleweka. Na hiyo tumeanza, na tunasajili wanatimu ambao watafanya kitu gani? Wanatimu ambao tunasajili, hatuendi hadharani kwa mlipuko. Tunaanza ile inaitwa Christ method alone will make success in evangelism.
mbinu za Yesu peke yake zitatumika kuleta mafanikio katika Injili. Kama unavyosoma Ministry of Healing kurasa 143, moja, Yesu alimingo, alichangamana na watu. Amen. Tutaanza kwa kuchangamana nao katika shughuli zao majumbani, katika safari, katika kuongea kwenye misiba na harusi. Tutachangamana nao katika majumba yao, tutachangamana nao online, tutachangamana nao. Na baada ya kuchangamana nao, la pili, Yesu aliwatakia mema. He wished the desire, he desired good. Tutaangalia mazuri yao wanayoyafanya na kuyashukuru na kuyapongeza. Bwana, gari lako zuri, kiwanja chako kizuri, ujenzi usafi sana, mama unajua kufanya hiki, dini yenu na hivi. Tutashukuru mambo yao, maana hakuna mtu asiyekuwa na mazuri. Hata mti wa miiba haukosi maua. Na jambo la tatu, Yesu alichokifanya, aliwahurumia na kuwapa huduma. Yesu alibaini shida zao kubwa na ndogo ndogo za kijumuiya na kifamilia na individuals. Na hivi unapoingia kwao, uwashukuru kwa mazuri yao, lakini pia uweze kubaini wana shida gani. Katika mazungumzo, kadri mnavyoivisha mahusiano, mwisho atakwambia, bwana na shida, maana siku 3 simu yako imekuwa blocked na mke wangu. Utajua hapa ndipo pa kuanzia. Yanda nahangaika sana, bosi wangu ananipiga chafi, ananichachafi. Watakwambia mambo mengi, watakwambia wengine wanawindwa kupigwa risasi, wengine wamenusuka kulishwa sumu, wengine na mambo mengine. Baada ya kutambua hayo, unaanza kutoa huduma, Biblia pembeni kwanza. Na la mwisho, Yesu alipowatendea mema, kuwahudumia katika misiba, katika harusi, katika graduation na mambo mengine ya kijamii, walijenga imani kwake. Walipojenga imani kwake, ni kila alichokisema Mtume Paulo, nifuateni mimi kama ninavyomfuata nani? Kristo. Unaanza kushare na neno la Mungu. Tuna mkutano wa semina, twende ukapate neno la Mungu. Na kwa jinsi hiyo, Mheshimiwa President, mwenyekiti wetu wa ATAPE, napenda kuwasilisha tu ya kwamba mkutano wako huu mkubwa wa mkoa mzima, ujue ya kwamba hilo ndilo tunalo, na tayari limeshapitishwa na limeenda ngazi za juu, na president wetu wa Firidi amelitia tiki kwamba hapo ndipo tutaanzia. Takapofika huko kwenye mikutano, Dar es Salaam event na mingine, tumeinama ndani, tumezama ndani, kimya humo ndani katika jiji la Arusha ndani, na tayari tuna maofisa wanaofanya mule ndani ya system, wanajua kinachoweza kufanyika. Bwana atubariki. Ni wangapi wataiombea hiyo kazi? Ni wangapi watasupport kwa hali na mali kama Cornelio? Amina. Pendwa, hiyo ndiyo naomba niishie hapo. Mchungaji, karibu uweze kusema na sisi, ili uweze kutuambia mwenendo mzima wa ATAPE ungekuwa kitu gani. Kingine ni kwamba tutaendelea na kazi hii ya kushika urafiki, na pia tutapeleka injili kwa mtandao. Naomba tu mama Dr. Lamek Miayo usimame. Huyu mama akisimama, pungeni mikono. Si hata muwafahamu watu wa Mungu. Mama huyu amekaa kule Nairobi, kule Baraton muda mrefu, na mume wake umetumikia kanisa kwa heshima zote. Na hata Dr. Masanje ni mwanafunzi wao, walimpa hiyo degree. Simsema amina. Na ya kwamba huyu mama ndiye mtaalamu wa mambo ya management katika hii timu yetu. Na huyo binti aliyesimama kidogo, punga mkono hivi, huyo ni program coordinator. Amen. Vijana wa media wako hapa na wana timu wako pale, muda wangu hautoshi. Niwakaribishe kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, ingia katika kazi ya nani? Badilisha mtindo wa mahusiano yako na nani? Na Mungu. Jambo la 4, ungana katika biashara takatifu ya kuongoa roho, kumbukumbu ya milele utakayokutana nayo katika kiti cha enzi. Bwana atubariki. Tusimame tuombe. Simame tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya mkutano maarufu wa mkoa mzima wa Arusha hapa Buruka, uliokuja kufahamu uongozi mpya unaoingia kwenye awamu ya kazi, uliokuja kufahamu mikakati ya mikutano ya injili inayoendelea nchini, unaokuja kufahamu habari ya retreat na mikutano iliyo mbele yetu, uliokuja kufahamu wajibu unaotupasa katika miji mikubwa katika saa ya mwisho kabla mlango wa rehema haujafungwa na maisha yetu kutoweka. Baba, tusamehe
maana hatujafanya kumbukumbu mbele zako za kuaminika. Tupatie nafasi ya kuanza upya na upya kamili, ili utakapokuja uvune mavuno pamoja nasi katika ufalme wako. Tubariki tunapomalizia mikutano hii. Tubariki hata tutakaposafiri. Tupatie siku njema tena ingine. Bariki kanisa letu. Bariki mchungaji wetu. Bariki wachungaji wote wanaoshikamana katika jiji hili. Bariki washiriki. Bariki chuo kikuu. Bariki sekta zote za kazi ya injili. Kabla ingaliko amani, kungali mchana, patia nafasi kufanya kazi yako Baba. Tuomba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.